bustani ya Edeni, wakakaa kwenye bustani. Sasa angalia, mume amekaa amebaki hapo, mwanamke anaanza kwenda kuhangaika huko, anakutana na nyoka, nyoka anampa tunda. Sasa angalia huyu mwanamke anapewa tunda, anapeleka. Wewe mwanaume unayetaka kupelekewa na mke wako, sasa haya hapa nakazia mkazo kwa wanaume. Mwanamume anapenda alitoa na mke wake kule, anakaa tu. Yeye amekaa tu, tena ukimwangalia amenona, amekaa vizuri, lakini mwanamke amedhoofika. Yaani ukimwangalia hata hapa anavaa nguo alieleweki. Hivi unajua hiyo ipogo. Hata hana gauni la kubadilisha. Hiyo ipogo. Sasa angalia mwanamke sasa, haya mume anaanza kusimama kwenye ile nafasi yake ya uongozi, anaacha mwanamke anaenda kuzunguka kwenye bustani, anaenda kufanya urafiki na nyoka. Angalia aina ya marafiki mwanamke wewe. Angalia aina ya shoga unayekuwa naye. Sio mashoga wote ni wazuri, wengine wanakuotea wachukue nafasi ambayo Mungu amekupa kwenye familia yako. Hawakuelewa, kaenda kuwa rafiki na nyoka. Nyoka alikuwa na hila, anawaonea wivu. Waweza kuwa na rafiki anakuonea wivu, ana hila ndani ya moyo wake. Sio mzuri. Angalia aina ya marafiki. Ndio maana Mariamu alipoambiwa umebeba kusudi na kumzaa Yesu, alienda akamtafuta Elizabeti aliyekuwa amebeba kusudi la kumzaa Yohana Mbatizaji, kwa sababu alijua huyu ni ndege ambaye tunaweza kuruka pamoja. Mwanamke, tafuta kuwa na marafiki wenye mabawa yanayofanana na ya kwako, mtaweza kwenda pamoja. Lakini nyoka anaingia pale, anamwambia umejua, mliambiwa mkila hili tu, sijui mtafanya hivi mtafanya vile. Lakini yule mwanamke anaondoka pale. Muda wangu sio rafiki sana, siwezi kusoma, ningesoma. Lakini Hawa anachukua lile tunda, anamwambia Adamu, mume wangu. Yeye ndo analeta sasa. Angalia, ukimruhusu mwanamke kuleta chakula, mwanamke ameleta chakula sasa, tunda, na yeye akachukua, wala kuanza kuoji mambo mengi. Ameambiwa maneno machache tu, nyoka amesema hivi, haya nipe, akala, akatafuna. Akafanya nini jamani? Wanaume tusiache na tusiachie wanawake majukumu yetu. Tusimame kwenye nafasi na mwanamke. Hivi mwanamke kama mume anahudumia, analeta chakula, anasomesha watoto wako, analeta chakula nyumbani, mnapika, wewe unahangaika ya nini? Anakuja shoga yako anakwambia, unajua nimemwona mume wako yuko na fulani pale, na wewe aliposema anamshikashika, unataka kuchukua virago uondoke. Uende wapi mwanamke wewe? Uende wapi? Hapo ndio kwako. Kaa, heshimu mume wako, mtii mume wako. Hata kama umesikia na mchepuko huko, anakulea watoto wako, hebu pendeza, mwambie baba nani. Tena mwanaume mwingine akisikia mke wake amekwazika, atamletea tena. Kuna lugha nyingine hapa nataka niseme, kama nilivyowaambia, kesho tutaenda kwenye eneo lingine. Lugha nyingine, kupeana zawadi, hata kama ni kidogo. Zamani tulikuwa tunapeana zawadi, surprises. Love has a lot of surprises, watu wa Mungu. Kama unampenda mtu, ana kauoga kachuma hapo kamlete. Zamani tulikuwa tunafanya sana. Yaani unaleta tu, hata kama ni kitu kidogo tu. Na wanawake tunapenda hiyo sana. Kitu kidogo tu. Mke amekasirika, amenuna, sikitu ameskendo uko na nani kule, si na nani, mletea, mpige na kitenge. Kila mume wako pia, watu wengine wafikiri kama mume analetewa na yeye kitu. Nunua kitu, mletee mume wako hata kadi, alafu andika maneno mazuri. Makadi yenye maneno yaliyonyooka, mpaka akiangalia hivi asema, huyu mke wangu yuko timamu huyu. Hadi mume wangu, ninakupenda. Wewe ndio kila kitu. Akitoka Mungu ndio wewe. Sijaona mwingine kama wewe mume wangu. Anapata nguvu. Haleluya. Amen. Zamani tulikuwa boyfriend na girlfriend, hizo kadi hizo tunazileta. Siku hizi kama mambo haya. Lakini watu wa Mungu, vitu action, upendo kwa vitendo. Sio maneno tu. Baba nani nakupenda. Lakini akikwambia hebu njoo, yaani usaidie vile vitu ambavyo anatakiwa kusaidiwa. Mwogeshe mume wako ikiwezekana. Yesu alionyesha upendo kwa vitendo, akaosha wanafunzi wake miguu. Wewe kinachokufanya usipeleke mume wako bafuni ni nini? Kinachokufanya usimuogeshe mke wako ni nini? Upendo
mume wako akamlipa au sigeli mshahara mwanamke wewe. Au sigeli amekuja kukusaidia wewe mwanamke. Vile hata umejiongeza ukawa na kagenge pale, ukaanza kuuza pale, alafu kamleta mwanamke, nishikie watoto hapa, nisaidie hata kufanya hivi, alafu wewe unataka mume baba fulani. Mshahara wa msichana uko wapi? Una akili wewe? Kwa hiyo ina maana huyo msichana amekuja kumsaidia mume wako kazi? Amekuja kumsaidia mume wako? Hapana, amekuja kukusaidia wewe. Eneo zima lile la mambo ya nyumbani, unajua, na culture, unajua haya mambo ya mila na desturi tusiyapuuze. Mambo ya culture, wazungu wana culture zao na sisi wa Afrika tuna culture zetu. Sasa wewe unaenda kuiga mambo ya kizungu huko, wakati mwanamume wa Kichaga au mwanaume anataka mke wake ndio amsongee ugali, amwandalie mboga, amletee mezani. Wewe unasema mbona mama nani mume wake ndio analeta ugali mezani, anasonga ule ugali kule? Wewe usilinganishe ndoa yako na ya mtu mwingine. Mambo ya watu wawili, na ndio maana tukaambiwa nini? Siri ni kubwa. Sasa wewe unaenda kuingiza watatu kama hawa walivyoenda kuingiza watatu, mambo si yalibomoka, mambo si yaliharibika jamaa. Sijui kama muda wangu